Hayo ameyasema mkurugenzi wa baraza la manispaa wilaya ya Magharibi Mbaraka Saidi Asuni wakati wa mafunzo kwa wajasiriamali wawelezo huko katika ofisi za manispaa Kianga wilaya ya Magharibi Unguja. Amesema kujengwa kwa masoko hayo ni kwa ajili ya kuwasaidia wajasiriamali kufanya biashara zao katika hali nzuri na mazingira yaliyo safi. Ufanyaji katika moja ya utaratibu wa serikali, ufanyaji biashara ndogo ndogo katika barabara hazitakiwi. Tukazungumza uchafu, tunazungumza na utendaji wa kazi za kibiashara za ndogo ndogo katika maeneo ya barabara. Ndio maana serikali inahitaji kuwachukua wafanya biashara wafanye katika eneo moja kujenga masoko, na tumeelekezwa na serikali tusiwaondoshe wafanya biashara katika maeneo yaliyokuwa rasmi kabla hatujafanya hiyo sehemu rasmi. Kila mmoja moyo wake ndio unaweza kumwambia nini anafanya, lakini taratibu za serikali ni kitu muhimu sana. Tunahitaji mji uwe safi. Na cha mwisho kwenye swali wani, mie ningependa kama kutakuwa kuna uwezo ambao sijui kama mtaweza kumudu, lakini Mungu akujalieni. Nahitaji huu moja, mimi kuwepo jaa pale juu ya kilima kwangu linanikera. Jambo kama hilo nafikia kama hivi jamani. Upendo wako kwa Mheshimiwa Rais ndio huu. Mheshimiwa Rais kama mkuu anamsikia, mnamsikia kila siku anataka usafi. Na usafi hasemi taka tule. Tunataka uwe mji bora. Na ndio maana anapigana kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Mji uwe bora, unafanya biashara katika mazingira mazuri. Kwa sababu mji wetu ni wa utalii. Kila ili watu wanunue biashara ndogo, maana lazima wageni waingie. Ili watu sekta zipate pesa, uchumi utanuke na wewe watu watapata kununua vitu vyako. Hatukuboresha nidhamu ya mji ambayo ndio jukumu letu sisi manispaa. Utakwambia huti. Na mtaona siku nyingi wananchi tunakusakateni kweli hasa kwenye biashara. Lakini lengo letu ni kutengeneza mji uwe mzuri. Kutengeneza ule mji uwe mzuri. Tufike pale tukubaliane tunahitaji nini tufanye. Aidha amewaomba wajasiriamali ambao hawajasajiliwa kwenda kujisajili katika vyama vya ushirika ili kuendeleza biashara zao katika kujiletea maendeleo. Sekretari yangu ikamilisha michoro na nyinyi huko mkamilishe uongozi, msajiliwe rasmi katika vyama vya ushirika. Mkisajiliwa rasmi aidha katika vyama vya ushirika ama katika umoja, kwa sababu mimi ni mlezi wenu kwa mkao baraza. Ni sehemu ya kufanya biashara. Na Mheshimiwa Diwani, tuna programu ya kuweka SACCOS ya wajasiriamali. Kama ni wajasiriamali, maana yake watafaidika na nguvu za baraza wakati wa utekelezaji wa kazi. Nao wafanya biashara wamesema watahakikisha wanafanyia kazi yale yote yaliyoelekezwa. Na sie ndio hivyo kwa nyonge, watafuta maisha, tule na watoto. Kwa hiyo mwelekezo tuliopewa mzuri. Wito wako? Isipokuwa tufanywe wepesi na Ramadhani hii, kwa maana ndio kama tuliwapo ndio wajane hatuna waume. Kwa hiyo mambo yote tuishia pale na Ramadhani na ukuja. Kwa hiyo wito wangu mtufanyie wepesi tu, kama kututimia viwanje tukafanyiwa, au kama ni hivyo mtu ajenge mwenyewe, lakini kashawekewa ile nafasi ninaloliomba pamoja na wenzangu wote. Hatua ambayo ametupa mkurugenzi, sisi kama wadau wa biashara, basi tutakwenda kukaa vikao. Tukishaka vikao tutajadiliana, tutapanga mikakati yetu. Tukishaka mikakati tutatengeneza uongozi, then baadaye tukishatengeneza uongozi tutakuja tena kwa mkurugenzi kuja kuona ni kipi ambacho sisi
atatuelekeza na hiyo michoro ambayo inatakiwa ikae. Kama tutakuwa na uwezo sawa, tutaifanyia kazi. Kama itakuwa hatuna uwezo kwa ule umoja wetu, basi na sisi tutapendekeza kwamba umoja wetu basi atafutwe mwekezaji ambaye atakuwa na maslahi kwetu na atakuwa na maslahi kwa upande wa baraza la manispaa na kwa serikali kwa jumla. Wito wangu kwa wafanyabiashara wenzangu, tuwe kitu kimoja, kwa sababu serikali ina lengo jema la kuwawekezea wananchi au wafanyabiashara mazingira rafiki ya ufanyaji wa biashara. Basi ningependelea kwamba waje tushirikiane, tuende tena kwa manispaa watupe huo mchoro. Kama tuna umudu basi tuweze kutekeleza, kama hatuumudu basi tutaiomba serikali itufanyie nafuu kama sisi wafanyabiashara wadogo, ili tuweze kumudu yale mazingira ya utendaji wa wafanyabiashara. Mariam Suluhu, Sune TV.